asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaendelea na fundisho letu ambalo leo tena siku ya Alhamisi tunapojifunza kwa habari ya kuonewa kiroho. Lakini utakumbuka jana nilikuahidi leo nitafundisha kwa habari ya kuonewa kiroho katika wazaliwa wa kwanza. Kuonewa kiroho katika wazaliwa wa kwanza. Na jana tulikuwa tumeanza vizuri kuangalia kwa habari ya masuala ya husuyo familia. Masuala ya husuyo familia. Na tukajifunza mambo mengi kadha wa kadha. Nikakwambia kwamba tafasiri ya familia ni kitu gani, na kwa nini kwenye Biblia huwezi kuona neno familia kama familia, na nikakupa sababu za kitaalamu, za kiroho na za kimwili pia. Lakini pia nikakwambia familia yoyote ilianza na mtu mmoja, na alivyo mwanzilishi wa familia ndivyo watakavyokuwa wana familia. Familia yoyote unayoiona we duniani, wana familia jinsi walivyo wanafanana kabisa na mwanzilishi wa familia. Nikakupa ushahidi wa kibibilia kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 28. Utakumbuka kuanzia mstari wa kwanza, wakati Isaka anambariki mtoto wake Yakobo, anamwambia Isaka, anamwambia Yakobo, usitwae mke katika binti za Kanaani. Nikakwambia binti za Kanaani walikuwa waruhusiwi kabisa kuolewa. Kwa hiyo mzee Kanaani watoto wake hawakuolewa, lakini chanzo ni laana aliyopewa mzee Kanaani tangu akiwa utoto wake. Na sababu hiyo sasa tukapiga hatua vizuri sana, Mungu akatusaidia siku ya jana. Leo nataka nikufundishe kitu kinachohusiana na mambo ya husuyo familia zetu. Lakini leo nataka niongelee kwa habari ya kuonewa kiroho katika uzaliwa wa kwanza. Hebu sema kuonewa kiroho katika uzaliwa wa kwanza. Tunapozungumza kwa habari ya uzaliwa wa kwanza, tafasiri ya kiwanadamu, tunatafasiri uzaliwa wa kwanza kwa namna ya kiwanadamu, kwamba uzaliwa wa kwanza ni mtu ambaye anaitwa kifungua mimba. Aliyezaliwa wa kwanza kwenye tumbo la mama anaitwa mzaliwa wa kwanza. Lakini kiroho, uzaliwa wa kwanza haitafasiriwi hivyo. Kwenye ulimwengu wa roho, uzaliwa wa kwanza haitafasiriwi hivyo. Unapozungumza kwa habari ya uzaliwa wa kwanza, uzaliwa wa kwanza unatafasiriwa kwa namna mbili. Kuna namna ya kwanza ni namna ya kiwanadamu, na namna ya pili ni namna ya kimungu. Namna ya kiwanadamu ikoje? Wazaliwa wa kwanza katika namna ya kiwanadamu ni yule aliyefanikiwa kufungua mimba katika familia. Inaweza kuwa unanisikia uko hapa, umefungua mimba, umefungua tumbo la mama katika uzao kwenye familia yako. Inawezekana sio wewe uliyefungua, lakini ni uzaliwa wa kwanza kwa nafasi ya pili ninayokwambia. Aina ya pili ya uzaliwa wa kwanza ni uzaliwa wa kwanza kutokana na Mungu. Ni nafasi unayopewa na Mungu, unakuwa wa kwanza kwenye familia yako kwa sababu ya kibali na neema uliyopewa na Mungu. Kwamba wewe kwenye familia yako ndio wa kwanza kuolewa. Kwa mfano, kwenye familia yako ndio wa kwanza kusoma shule. Kwenye familia yako ndio wa kwanza angalau uliyetoboa kimaisha. Kwenye familia ndio wa kwanza uliyeokoka, umesimama vizuri. Kwenye familia wewe ndio uliyefanikiwa. Uwe na uhakika wewe ni mzaliwa wa kwanza mbele za Bwana. Kwa hiyo tuna uzaliwa wa kwanza wa aina mbili. Na ndio maana kwa mfano, hebu nikusomee maandiko yanayosema kwamba uzaliwa wa kwanza wa aina ya kwanza na uzaliwa wa kwanza wa aina ya pili. Alafu baadaye nikuonyeshe ndani ya familia wazaliwa wa kwanza huwa wanaonewa kwa namna gani. Kitabu cha Biblia Takatifu, Biblia Takatifu ile sura, kitabu kile cha Mwanzo sura ya 27. Mwanzo sura ya 27 na ule mstari wa 32 ni kuonyesha aina ya kwanza ya uzaliwa wa kwanza kwa jinsi ya mwili, aliyefungua tumbo kwenye kuzaliwa. Mwanzo 27:32. Mwanzo 27:32. Kabla tujasoma andiko hili, naomba niulize swali tafadhali. Tangu tulipoanza semina hii Jumapili mpaka leo, unaichukua notes na kuandika,
Nani ulipata muda wa kupitia notes zako tangu Jumapili mpaka leo? Nyosha mkono juu. Nyosha juu. Nyosha tu juu. Watatu. Okay. Mwanzo 27:32. 32 Biblia inasema hivi. Isaka baba yake akamuuliza, nani wewe? Akasema, mimi ni mwanao Esau, mzaliwa wako wa kwanza. Mimi ni mwanao Esau, mzaliwa wako wa kwanza. Lakini pia utaona wazi kwenye kitabu cha Mwanzo hiyo 35. Sogea pale sura ya 35 na ule mstari wa 10, sura ya 36. Tuanzie 36 ili tuwe vizuri. 35 tafadhali. Mwanzo sura ya 35 mstari wa 23, na kuonyesha aina ya kwanza ya uzaliwa wa kwanza. 35 mstari wa 23, Biblia takatifu inasema, wana wa Lea ni Ruben, mzaliwa wa kwanza wa Yakobo, na Simeoni na Lawi na Yuda na Isakari na Zabuloni. Wana wa Lea ni Ruben, mzaliwa wa kwanza wa Yakobo. Naona pale anasema tena na Isakari na Zabuloni na Lawi na Simeoni. Kwa hiyo kuna uzaliwa wa kwanza wa tumbo kuzaliwa. Inawezekana kwenye familia yenu wewe ni mzaliwa wa kwanza, au dada yako ni mzaliwa wa kwanza. Lakini mzaliwa wa kwanza wa aina ya pili ni mzaliwa wa kwanza kwa nafasi, ni mzaliwa wa kwanza kimungu. Angalia kwa mfano kitabu cha Warumi ile Warumi sura ya 8. Warumi sura ya 8 na ule mstari wa 29. Warumi sura ya 8 mstari wa 29. Warumi sura ya 8 mstari wa 29. Uone nafasi ya uzaliwa wa kwanza isiyo kwa tumbo, ila ni kwa nafasi kimungu kabisa. Warumi sura ya 8 mstari wa 29, Biblia inasema hivi, maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Andiko lingine la kukuthibitishia, Wakolosai sura ya 1. Nataka usome maandiko kidogo leo ili niweke msingi vizuri. Wakolosai sura ya 1 na ule mstari wa 13. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13, Biblia inasema hivi. Kitabu cha Wakolosai, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Mstari wa 14, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. 15, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Ni kuonyesha kwa mfano kibibilia namna ambavyo mzaliwa wa kwanza alipata laana ya maneno na waliofuata wakapata matatizo. Angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 49. Mwanzo 49. Na nitakwambia baadaye kwa nini Yesu anaitwa mzaliwa wa kwanza. Mwanzo sura ya 49. Mwanzo 49 mstari wa kwanza kabisa. Mwanzo 49 mstari wa kwanza, Biblia inasema, Yakobo akawaita wanawe akisema, kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Kusanyikeni mumsikie enyi wana wa Yakobo, msikilizeni Israeli baba yenu. Hapa ni mzee Yakobo sasa. Kumbuka Yakobo alikuwa na watoto 12. Amezaa watoto 12. Mzee Yakobo amekuwa mtu mzima, anataka kufa. Akawaita watoto wake wote 12. Akamwambia, sogeni hapa niachie urithi. Akamwambia, kusanyikeni wana wa Yakobo, msikilizeni Israeli baba yenu. Jina lingine la Yakobo anaitwa Israeli. Nini maana ya Israeli na kwa nini aliitwa Israeli?
Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 32, Biblia inasema wazi, Yakobo alishindana na mtu usiku. Wanatheolojia wengine wanasema ni malaika, wanazuoni wengine wanasema ni Mungu mwenyewe, wataalamu wa mambo ya kidini wengine wanasema kwamba alikuwa ni mwanadamu askari. Yakobo akiwa anapigana na yule mtu mpaka kuna kucha, yule mtu akamwambia niache niende zangu. Yakobo akamwambia sikuachii mpaka umenibariki. Hiyo ni Mwanzo sura ya 32. Yule bwana akamwambia jina lako nani? Akamwambia jina langu ni Yakobo. Akamwambia hapana, kuanzia leo hautoitwa Yakobo, utaitwa Israeli. Maana yake nini? Kwa maana umeshindana na Mungu na wanadamu alafu ukashinda. Neno Israeli sio jina la taifa. Neno Israeli ni jina la mtu anaitwa Yakobo, jina lingine. Tafasiri ya Israeli ni aliyeshindana na Mungu, akashindana na watu alafu akashinda. Haleluya! Ndio maana taifa la Israeli unaliona leo wewe, wale ni wana wa Israeli. Jina lingine ni sana kusema wana wa Yakobo. Hakuna mtu atawapiga vita wale washinde, kwa sababu alishashindaga tayari. Bwana asifiwe. Na ndio maana sasa hapa amefika utu uzima, Yakobo anazeeka, anawaambia watoto wake sogeni hapa nisikilizeni. Alipoanza kusikilizwa akaanza kuachilia urithi wa maneno. Cha kwanza akaanza na mtoto wake wa kwanza anaitwa Rubeni. Sasa angalia 49 hiyo, sogea pale mstari wa 3. Mwanzo 49 mstari wa 3, ameanza kutema urithi kwa Rubeni, mtoto wake wa kwanza. Anasema, Rubeni, mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu, umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu. Maneno haya anamwambia Rubeni, kwamba Rubeni, mzaliwa wangu wa kwanza, wewe umekuwa na ukuu, una nguvu sana, umewazidi wenzako kwa nguvu na ukuu, lakini umeruka mpaka kama maji, umewapita wengine, usiwe na ukuu. Anaendelea pale mbele, anasema hivi, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako ukakitia unajisi, alikipandia kitanda changu. Rubeni huyu anaachiliwa maneno ya laana. Baba yake anamwambia usiwe na ukuu kabisa we Rubeni, kwa sababu ulikipanda kitanda changu. Alikipandeje kitanda cha baba yake? Mzee Yakobo alikuwa na wake wadogo, kwa hiyo Rubeni ndio kaka mkubwa wa familia. Kwenye kupita kwake Rubeni akachepuka na mama yake wa kambo, yaani akalala na mama yake wa kambo. Sasa baba mtu, kosa lile alilokosewa na mtoto wake, akavumilia. Siku ya kutoa urithi akakumbuka, akasema Rubeni, uliruka mpaka kama maji, ukakipanda kitanda changu, kuanzia leo usiwe na ukuu tena. Kutokea pale kwenye mataifa 12 ya Israeli inajengwa na makabila 12. Makabila 12 haya ni watu. Kwa mfano, unaposikia kabila la Wasimioni, ni mtu, mwanzilishi wake ni huyu mtoto anaitwa Simeoni. Unaposikia kabila la Walawi, ni mtu, mwanzilishi wake anaitwa Lawi, mtoto wa Yakobo. Unaposikia simba wa kabila la Yuda, huyo Yuda ni mtu, ni mtoto wa Yakobo, yule aliyetumika kumuuza Yusufu akaenda Misri, yule ni mtu kabisa. Ndio maana niliwafundisha makabila haya yameanza na watu. Alivyo mwanzilishi wa kabila ndivyo mtakavyokuwa wana kabila. Haleluya! Nani ananielewa kidogo mpaka hapo? Vizuri sana. Kwa hiyo unaona Rubeni na kabila lake la Rubeni, mzee Yakobo anamwambia hapa sasa. Kumbuka hapa Rubeni hajazaa mtoto, hajazaa watoto, hana wajukuu bado, alijawa taifa, alijawa kabila kubwa. Alikuwa ni jamaa tu mwenyewe pale, mtoto wa kwanza, njemba moja imetulia hivi. Baba mtu anaachilia laana, anamwambia sikiliza, usiwe na ukuu tena. Alipotoka pale, Rubeni amelaaniwa. Maanake kila anayezaliwa na Rubeni, yale maneno ya babu yanamhusu. Unanielewa Kwa sababu zamani kulikuwa hakuna damu ya mwanakondoo, hakuna damu ya kufuta laana, haipo. Yesu alikuwa hajafa msalabani bado. Kwa hiyo kulikuwa kuna namna kusema katika jina la Yesu na yafuta maneno ya babu, haipo. Neema ya kufuta tunayo leo. Jipigie makofi kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Rubeni akachapwa laana. Alipotoka hapo akaja kwa mtoto mwingine. Angalia, anaitwa Simeoni na Lawi.
akamsema pale Simeoni na Lawi, akaja mpaka kwa mtoto anaitwa Yuda. Yuda akaachiliwa maneno ya baraka. Angalia mstari wa 8, Mwanzo 49, angalia mstari wa 8. Mwanzo 49, angalia pale mstari wa 8, maneno ambayo Yuda anaambiwa. Yuda ni mtoto wa mzee Yakobo. Haleluya. Mstari wa 8, Biblia inasema, Yuda, ndugu zako watakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa ndugu zako, wana wa baba yako watakuinamia. Yuda ni mwana simba kutoka katika mawindo, mwanangu umepanda, aliinama akajilaza kama simba, na kama simba mke ni nani atakayemwamsha? Anamwambia Yuda maneno hayo. Yuda naye alikuwa ni jamaa tu ametulia pale, mdogo wa Rubeni. Anaambiwa maneno hayo na baba yao mzee Yakobo. Yuda hapo hajazaa watoto bado. Manake Yuda maneno hayo ya baraka anaachiliwa yeye. Kwa hiyo urithi wa baraka unaachiliwa kwa Yuda. Kutokea hapo Yuda akazaa watoto, akawa na kabila mpaka Yesu akaja kuzaliwa. Ndio maana Yesu anaitwa simba wa kabila la Yuda. Yuda mwenyewe yupi? Huyo anayeambiwa maneno haya. Haleluya. Na ndio maana Yesu ni mfalme wa wafalme. Ufalme ulitabiriwa katika Yuda. Angalia ule mstari wa 9, Biblia inavyosema pale, mstari wa 10 tafadhali, 10. Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria kati ya miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye miliki ambaye mataifa watamtii. Yuda huyu ameachiliwa maneno ya urithi. Yuda amezaliana na vizazi vikaenda kaja kuzaliwa Yesu. Lakini Yesu amezaliwa kwenye maneno haya yaliyotamkwa. Kwa mfano, nataka nikuonyeshe Bwana Yesu kwenye maandiko haya. Ule mstari wa 8, rudi pale mstari wa 8 kwanza. Mstari wa 8 inasema hivi, Yuda, ndugu zako watakusifu. Kuna alama ya koma pale. Kwa hiyo sifa zinakwenda kwa Yuda. Unanielewa jamani? Anatakiwa kusifiwa ni nani? Yuda. Kimsingi Yesu alikuwa amefichwa ndani ya Yuda. Ndio maana naposema Bwana Yesu asifiwe, ukitresi huyu Yesu ametokea kwa Yuda. Kwa hiyo anayesifiwa ni Yuda yule, lakini kwenye kizazi chake cha 19 kule mbele. Haleluya. Angalia tena pale mbele inavyoendelea. Anasema hivi, Yuda, ndugu zako watakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako, wana wa baba yako watakuinamia. Wana wa baba yako wanakuinamia. Mstari wa 9, Yuda ni mwana simba kutoka katika mawindo. Ndio maana Yesu anaitwa simba wa kabila la Yuda. Anasemwa hapa. Ukisoma ule mstari wa 10 sasa, fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda. Mzee Yakobo ametulia mahala, ni mzee, anatamka maneno, tutasema jamani, fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, fimbo ya enzi haitaondoka. Kinachoitwa fimbo ya enzi hiki ndio Bwana Yesu. Jina lingine Bwana Yesu anaitwa fimbo. Yesu ni fimbo. Unaelewa sasa eh? Kwa hiyo ukifika mbinguni kwa mfano, ukamkuta Bwana Yesu, ukamwambia oya, fimbo ya enzi, habari za mchana, atakwambia niko salama mwanangu, nasemaje? Ni jina lake lingine. Haleluya. Kwa hiyo anasema hapa fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda. Yaani maana yake ule ufalme, kwa sababu fimbo na symbolize mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni ufalme. Fimbo inaonyesha ufalme, na ndio maana kwa mfano maaskofu na viongozi mbalimbali huwa wanakuwa na fimbo. Askofu kuwa na fimbo ile sio fashion. Hapana. Fimbo kibibilia inaonyesha kwa habari ya utawala, inaonyesha kwa habari ya uongozi. Haleluya. Ndio maana hata una upako kiwango gani, uweze ukavaa joo tu ukaja baada ya Jumapili hapa na umeshika ile fimbo ya kiaskofu, tutakunyuka mikwaju. Unanielewa eh? Utanyuka mikwaju lazima, kwa sababu hata mitaa haikujui. Kwa hiyo anamwambia hapa Yuda, fimbo ya enzi haitaondoka. Fimbo ni ufalme. Ufalme hautaondoka katika Yuda. Ndio maana wamezaliana hata Yuda ukicheki kwa mfano, ukitresi uzao wa Yuda amekuja kumzaa Zela na Pelesi. Uzao umekwenda kwa Zela mpaka anakuja kuzaliwa Daudi mwana wa Yese. Daudi anazaa kule Suleiman anazaa mpaka anakuja kuzaliwa mtu ambaye ndani ya huyo mtu Yesu anazaliwa mle ndani. Yule Yusufu ambaye Bwana Yesu amezaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, lakini yule Yusufu ambaye anahesabika ndio baba wa nyumba, kizazi chake kimetokea kwa huyu Yuda.
Haleluya. Kwa hiyo sasa unaanza kuona mambo haya kwamba Yuda mzaliwa wa kwanza Rubeni aliachiliwa maneno mabaya. Kwa hiyo walivyo watoto wa Rubeni wote wakashikamana na laana ya baba yao mzee Rubeni. Kwa nini? Kwa sababu mzee Rubeni ametamkiwa usiwe na ukuu. Ndio maana kutokea pale kwenye makabila 12 ya Israeli, kabila la Rubeni hakuna hata mmoja aliyetokea kuwa monitor wa darasani wala kiongozi wa serikali za mtaa. Hayupo. Kwa nini? Maneno haya aliambiwa usiwe na ukuu. Kwa Warubeni hakuna mkubwa hata mmoja, hakuna kiongozi, hayupo. Hata kukiwa na vita hakuna kiongozi wa vita, wao ndio wanatangulizwa mbele ili wafe haraka. Maneno haya manake watoto wote waliozaliwa na Rubeni watakutwa na dhahama hii, lakini hawajui imetokea wapi. Wangekuwa na maarifa haya kama unaoyasikia wewe, wangeweza kulitia jina la Yesu wakajitenga na laana ya baba. Haleluya. Kwenye mambo ya kiroho hamnaga cha baba na mama. Kwenye mambo ya kiroho kila mmoja anakufa kivyake. Laoni hamnaga ati sweetheart baby mke wangu, hakuna. Kila mmoja na furushi lake. Ndio maana kama mama ni mchawi, kama baba yako ni mchawi, kwenye mambo ya kiroho jitenge na uchawi wake. Unatamka kabisa baba ni baba na mimi ni mimi. Kwa sababu ukifanya mchezo uchawi wao unahama, unatoka kwa mama unakuja kwako. Hautaambiwa kama ni mchawi, wala utaona eti mwili unatetemeka uchawi. Sio. Wewe utaona tu unaota ndoto unakwenda kuwakaba watu. Utaona unaota ndoto na kaba watu, unaota ndoto kwenye vikao, unaanza kuhudhuria mambo kadha wa kadha. Kama kuna uganga kwenu unahama, utajikuta tu sio kwamba utaambiwa umekuwa mganga, sio. Utajiona unaanza taratibu, unajua mitishamba yote. Yaani unajua mtu akiumwa kichwa, akoroge mpapai, chukua mpela, ponda ponda. Ndio maana wale watu ambao mnasijua dawa nyingi za mitishamba, kuwa makini unaelekea. Ukikohoa tu anajua, anakwambia umekohoa, okay. Chukua limao, changanya na tangawizi. Chukua na majani ya mpapai, ponda ponda. Koroga na maji, kunywa kutwa mara 3. Wewe tayari. Wewe tunakupa muda. Wewe ni sangoma, tunakupa muda. Wanaanza hivyo, of course. Kuna vitu vya asili vinavyo treat miili kwa sababu ya asili yake. Lakini kuna asili iliyopitiliza inaelekea kwenye uganga wa kienyeji. Unaweza ukasema jamani nimekuaje mwenzenu? Yaani nina kipawa. Mimi kila nikimwambia mtu afanye hiki huwa anafanikiwa. Unafurahia, unawashawishi watu watumie miti, watumie majani, watumie mizizi ili kupona. Na mtu akitumia mizizi anakuletea ushuhuda. Uliniambia nitumie mzizi wa mwarobaini, hivi unajua ile tatizo limeisha kabisa. Sema unafurahi. Kumbe ndio tayari mshirikina anakuletea majibu, dawa yako imefanya kazi. Mwambie mwenzako kuwa makini. Mwambie tena kuwa makini. Okay. Kwa hiyo kwenye swala la uzaliwa wa kwanza nikae pale ili tunapoingia kuomba uwe na uelewa. Tunamuona hapa Rubeni anaachiliwa maneno kama mzaliwa wa kwanza. Waliozaliwa kwa Rubeni wote hakuna aliyefanikiwa, hakuna aliye mkubwa. Ndio maana sasa kwenye Agano Jipya jina lingine la Yesu anaitwa mzaliwa wa kwanza. Yesu amekuja hapa, Mungu akamvika vazi la uzaliwa wa kwanza. Lengo ni nini? Lengo ni kwamba kwenye familia zetu hizi kuna laana za wazaliwa wa kwanza. Ili kupitia Yesu unapompokea, kama ni mzaliwa wa kwanza kwa kuzaliwa au mzaliwa wa kwanza kwa nafasi, unapompokea tu Yesu aliye mzaliwa wa kwanza kuliko wote, anakupa upako wa kushinda kila laana ya wazaliwa wa kwanza. Nikuonyesha andiko hilo. Haleluya. Angalia maneno haya ili twende vizuri. Kile kitabu cha nataka twende vizuri ili kwamba uweze kuona. Kile kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza. Wakolosai sura ya kwanza, nataka nikuthibitishie namna ambavyo Kristo ni mzaliwa wako wa kwanza. Haleluya. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 10. Tuanzie mstari wa 16. Wakolosai sura ya kwanza. Colossians chapter 1 verse 16. Mstari wa 16. Wakolosai sura ya kwanza 16. Nani ameshapata sema amen? Kama umepata sema amen. Tumisho Bwana umepata? Sema amen. Okay. Biblia inasema hivi: kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi. Vilivyoonekana na visivyoonekana,
ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi na mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Weka pozi pale. Vyote viliumbwa kwa njia yake. Njia nani? Huyo mzaliwa wa kwanza. Unakumbuka maandiko, hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo. Yaani maanake kila kilichoumbwa kiliumbwa kwa nani? Kwa kupitia Yesu. Ni sawa na leo kusema napata kwa jina la Yesu, nitaenda kwa jina. Kwa hiyo unafanya kila kitu kwa jina la Yesu. Haleluya. Okay, mstari wa 17. Naye alikuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. 18. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Bwana Yesu ni mzaliwa wa kwanza katika wafu. Kwa nini? Hakuna aliyewahi kufa akafufuka. Tanielewa jamani eh? Ni yeye pekee tu ndo aliyekufa akafufuka, kwa sababu siku ya kiyama mwishoni kuna watu watafufuliwa. Tutafufuliwa katika ufufuo wa wafu, tutavikwa miili mipya. Kwa nini? Kwa sababu hatutokuwa wa kwanza kufufuka, kwa sababu mtangulizi wetu wa kufufuka ameshafufukaga tayari, na sharti la kufufuka unapewa mwili mpya. Unakumbuka Bwana Yesu alipofufuka, Mariamu akataka kumshika, akamwambia usinishike kwa sababu sijapaa kwenda kwa Baba bado. Haleluya. Kwa hiyo kwenye mazingira hayo anaitwa mzaliwa wa kwanza. Hebu sema mzaliwa wa kwanza. Lakini utakubaliana na mimi, Yesu ni mzaliwa wa kwanza, lakini kabla ya yeye kuna wengi tu waliowahi kufa. Yeye amekuja kufa tu juzi hapa miaka 2000 iliyopita. Kuna watu walikufa kwenye gharika la Nuhu, kuna watu walikufa Sodoma na Gomora, kuna watu walikufa jangwani kwa habari ya kina Kora na Dathan, lakini amekuja kufa kwenye karne hapo ya juzi. Sababu hiyo sasa amekuwa mzaliwa wa kwanza kwa wafu. Sio kwamba ameletwa mzaliwa wa kwanza yeye ndio wa kwanza kufa, sio, ila amekuwa mzaliwa wa kwanza kwa nafasi. Amependelewa nafasi ya uzaliwa wa kwanza kwa watakaokufa wengine na kufufuliwa siku ya ufufuo wa hukumu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwenye familia zetu sasa hii inatusaidia nini? Sikiliza kidogo. Kwenye familia zetu inawezekana wewe ni mzaliwa wa kwanza au dada yako ni mzaliwa wa kwanza, wedha kwa tumbo au kwa nafasi, au wewe ni mzaliwa wa kwanza kwa tumbo au kwa nafasi. Lakini Ibilisi anafahamu sheria ya Mungu kwamba baraka zinapenya kutokea mzaliwa wa kwanza kushuka kwa wengine chini. Anachokifanya shetani na kukaba wewe sana, na utojua kama unakabwa. Hana haja ya kukufanya ulipuke mapepo, sio, ila na mpango wa kuzuia njia zako. Hata kama ukiwekewa mikono na waombaji utolipuka mapepo, kwa sababu shetani akikukaa mpaka ukalipuka mapepo utagundulika, kwa utafunguliwa kirahisi. Anachokifanya akae ndani yako, anakaa nje yako. Anajua wewe ndio mzaliwa wa kwanza, ukipenya familia imetoboa, anakaba kwako. Atakachokuwa nakifanya, kwa mfano, nikutolee mfano na kuomba hapa tafadhali. Naomba vijana wawili niwatolee mfano. Nikufundishe kwa huu mfano ili unapoingia kuomba uwe na maombi, uwe na maarifa ya kuomba. Nikutolee mfano rafiki yangu. Nikutolee mfano mtoto wa Mungu. Unaitwa nani? Emmanuel. Unaitwa nani? Joas. Okay. Unaona wawili hawa, kinachofanyika sasa, Ibilisi anajua kabisa Joas kwao kulivyo, huyu kulivyo, na anajua huyu ni mzaliwa wa kwanza, na anajua kabisa huyu ni mtu fulani hivi ambaye maisha yake ni mazuri sana, anaweza kumsaidia huyu kiuchumi. Huyu kwa wewe mara ya pili nakutolea mfano, alafu design ile leo kae huko. Huyu ndio maisha yao magumu kwao. Haiwezekani. Jana vile na leo vile tena jamani. Huyu sasa, huyu ni mfanyabiashara hapa Same. Mambo yake yako vizuri, ana maduka ya nguo, ana maduka ya vyombo, ana maduka ya jumla, ana vipuli vya magari, ana maduka ya phone accessories, yuko sawa. Mwenzangu na mimi hapa Emmanueli, yeye ni chimbua tumtupe shetani. Anapambana sana na haso na maisha. Lakini kwa huyu ni mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo huyu anatakiwa kufungua njia ya baraka, anatakiwa kufungua njia ya ndoa, afungue njia ya mafanikio, njia ya biashara kwao. Ibilisi rohoni anamjua huyu vizuri sana. Sasa
Joasi ana maisha mazuri, mambo ya kusawa, anaendesha gari zuri, amening'iniza mpaka funguo hapa. Haleluya. Sasa huyu anapokuwa kwenye maisha yake anawaza, maisha magumu sana. Ibilisi anajua ni mzaliwa wa kwanza. Sio kwamba ibilisi atakaa ndani ya huyu, hapana. Kwa sababu akikaa ndani ya huyu akija kwenye fellowship akaombewa, analipuka mapepo. Pepo akitoka huyu kapona. Anachokifanya akae ndani yake, anakuwa pembeni yake. Na ndio maana kwa mfano, kuna watu mnaweza kuwa hata chumbani kwako umefumba macho hivi unasali, ukahisi kama pembeni kuna mtu, ukafungua macho ukaangalia hamna mtu. Nisiendelee huko sana. Sasa nitoe mfano wa ibilisi, namuomba mtu mmoja. Sasa sijui nani awe mfano wa ibilisi. Natoa mfano, haleluya. Okay, naomba ikoti. Jamani, mimi niko darasani hapa. Leo nataka nifundishe kwa utulivu sana kwa sababu kuna watu watatoka leo. Mfano huu sasa, ibilisi anamjua huyu ni mzaliwa wa kwanza. Sio kwamba atakuja amuingie amvae, hapana. Atakuwa anakaa pembeni yake. Emanueli kila anakoelekea, ibilisi uko pembeni yake. Emanueli atakuwa anawaza hivi, hapa Same bwana, nafikiri nikalime vitunguu. Nikipata kama tenga 50 nikauze Dar es Salaam, nitakuwa nimeshatoboa. Mawazo haya yawaza, akiwaza kimya kimya atafanikiwa. Akiwaza kwa kuongea hawezi kufanikiwa. Kwa sababu shetani hawezi kujua unawaza nini mpaka kusikia umelopoka. Ndio maana wakimya huwa wanafanikiwa sana kuliko walopokaji. Mimi nioneni hivi, nipeni wiki 3 tu. Same mtaniheshimu hapa, mpaka leo ana hela. Unanielewa? Lakini kuna wale kimya kimya, mpango yake kimya kimya tu, unaendeaje salama? Kumbe amekodisha bodaboda 10, anamiliki bodaboda 10 ziko Dar es Salaam. Yeye yuko Same hapa. Kwa atafanikiwa rahisi kwa sababu hampi nafasi shetani ya kujua plani yake ilivyo. Haleluya. Kwa hiyo huyu sasa ametulia pale ghetto kwake, anawaza Same hapa nikiweka magunia 50. Hebu zungumza. Nikiweka magunia 50. Ibilisi amesikia. Shetani anachokifanya sasa, huyu akiwa kwenye utulivu wake, ataanza mchakato wa kumvuvia huyu mawazo, kumuonyesha namna ambavyo hasara za kulima nyanya zilivyo. Kwa hiyo huyu ataanza kupata mawazo na wasiwasi wa kile alichokiwaza. Kweli nilime nyanya nitapata tenga 50. Vipi kama nikila hasara? Anaanza. Vipi kama nikapata tenga 2 tu? Sintaibika sana. Alafu mtaji ni milioni 2. Mtaji wenyewe nakopa. Je, nisipoweza kulipa? Bwana, ngoja tu maisha yaendelee. Atahairisha ile biashara. Atahairisha ile biashara sio kwa sababu hana nguvu ya kufanya, no. Ni kwa sababu ya shetani amemwambia. Ibilisi anaweza kukwambia katika mawazo, unajuaje? Kitabu cha Mambo ya Nyakati, maandiko yanasema hivi, Mambo ya Nyakati. Angalia Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati wa kwanza. Nikuonyeshe mambo haya. Uone maandiko yanaposema haya. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 21. Sasa Mambo ya Nyakati sio utaipatia wapi? Kwa mtu mwenye Biblia makaratasi utaitafuta sana. Mtumishi wa Mungu apata Biblia, sio shida zako. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 21. Chungulia pale sura ya 21 na mstari wa kwanza kabisa. Mambo ya Nyakati wa kwanza, waliofika sema ameni kubwa. Amina. Wengi hawajafika. Msaidie mtu kufungua. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 21 mstari wa kwanza, maandiko yanasema hivi. Tena shetani akasimama juu ya Israeli, akamshawishi Daudi kuwahesabu Israeli. Shetani akasimama juu ya Israeli, akamshawishi Daudi. Daudi alishawishiwaje? Alikuwa ametulia tu, alafu akasikia kuna mawazo, wahesabu, akapata wazo. Haya, hebu sogeni hapa, akaanza kuhesabu. Mungu akamtandika kwa lile kosa. Kwa sababu Mungu hataki ulipimie jeshi lake. Vile vile ibilisi anaweza kukaa pembeni ya huyu kila anachokiwaza kinatoka kwa muovu. Akiwaza kulima nyanya, anapata mawazo ya hasara, anahairisha. Anafika mahali anawaza kufungua hardware ili awe fundi magari, anapata wazo, je, gari la mtu likija bovu kashindwa kutengeneza, uwezi kulipa milioni 16. Anasema hiyo niache. Anakuwa anasemeshwa na mawazo. Ndio maana kuna mwingine anawaza kufanya kitu, akimaliza kuwaza tu kutoa sadaka, baadaye kuna wazo linamjia, hiyo sadaka si bora uitunze umpeleke mwanako shule. Hiyo sadaka, si unaona hali ya siasa nchini imechafuka, utakosa chakula nyumbani, kanunue mahindi weke ndani.
anasemeshwa. Kinachokusemesha mwishoni kinapindua lile wazo lako la kwanza. Kwa hiyo huyu sasa anapokuja kwa Mr. Joas kupata kazi, kumbuka ibilisi yuko naye kwa sababu anamjua ni mzao wa kwanza. Anakuja kwa Joas, anamwambia Joas, habari ya kwako bwana? Anamjibu Joas, salama. Wanapeana mikono, salama. Huyu anaanza kumwelezea, na shida bwana, natafuta kazi. Kumbuka huyu ni mzao wa kwanza, ibilisi yuko hapa. Unatafuta kazi bwana? Anamwambia nimefungua maduka yangu ya supermarket, hebu nikuchekie nafasi nikuweke kwenye duka moja angalau. Kuna moja nimefungua pale liko Hedalu, lingine nataka nifungue Arusha Moshono, nitakuweka angalau, ngoja nicheki kidogo. Wanaachana, huyu anaondoka. Wakiondoka, ibilisi haji kwa huyu tena, anakaa kwa Josia. Anaanza kumtia mawazo Josia awe na wasiwasi na huyu. Josia ataahirisha kumpa huyu kazi. Huyu atakuwa kila siku sema, hapa nimeshaula hapa. Kumbe huyu jamaa kashabadilishwa mawazo, kasema bwana we, anaweza aidha kasahaulishwa au akabadilishwa mawazo. Ile nafasi ya Arusha Moshono, huyu akamweka dada yake. Huyu anakuja kupiga simu, Josia anakumbuka, I say ilikuwa nilifanyie kazi nimesahau, hebu ngoja kidogo. Kumbe kashaweka mtu tayari. Kwa hiyo huyu atakosa kazi. Kwa hiyo anakosa kazi kwa sababu ya mchezo huu wa rohoni. Akimaliza kula ibilisi, Josia amemaliza zake, amepata safari ya Nairobi, maisha yanaendelea kule. Ibilisi anarudi kwa mtu wake, anaendelea tena, hakai ndani. Ndio maana usione uko salama ukafikiri hauna mapepo. Narudia, usione uko salama kwenye maombi na fellowship ukafikiri huna mapepo. After all, nikupe kidogo dalili za kuwa na mapepo. Chukua hii kama password. Dalili ya kwanza, kila ukiomba unapiga miayo, unao. Hii inaongea wazi. Usiondoke. Mbona ondoka? Hata hujashindwa unamkimbia shetani. Hiyo ni dalili ya kwanza. Wale watu wa baba anakuja mbele zako, unao. Yaani unakwambia wazi, nisiendelee tena. Kwa hiyo huyu sasa atakuwa anakosa fursa kwa sababu ya rohoni kuna kinachomfanya akose fursa. Yeye kwa kutojua na kukosa maarifa, anasema sisi bwana, mimi nina nuksi sana. Kumbe kuna hiki. Kama angekuwa na maarifa huyu, angekuwa anaomba na kusema, katika jina la Yesu, kila anayenizuia kwenye ulimwengu wa roho nisiyemuona huyu namkataa kwa jina. Huyu angekosa uhalali wa kuwa kwa huyu. Lakini kwa kuwa wajua anabaki kulalamika, sisi tuna gundu, na anafurahia ndio gundu, na anakukumbushia gundu mnalo. Unakumbuka mjomba wako wa Singida alikufa kwa ajali ya train, alikanyagwa na train. Anamkumbusha mambo magumu. Huyu anaamini sisi tuna mikosi. Nani umeelewa kidogo? Udukakae. Mungu akubariki sana, isiwe hivyo kwako. Haleluya. Kwa hiyo kwenye mazingira hayo sasa, mzaliwa wa kwanza anakuwa anapigwa vita. Sio kwamba atakaa kwako shetani, usidanganywe. Ibilisi ana maarifa na akili. Anakujua wewe kila wakati utulii, ni kwenye maombi, anakujua. Anajua huyu simuelewi. Kila kikaa mara nyimbo za tumwabudu Mungu wetu, mara tenzi za rohoni, mara anasifu, anaabudu, anasoma Biblia, huwa anasikilizaga mafundisho kanisani, akai ndani. Anatulia nje. Kuna mwingine mko hapa, inawezekana pepo anakusubiria njia panda. Anajua ameenda kanisani simwezi, anakuacha. Unapotoka kanisani ana wewe. Wewe unatembea zako kama yuko na wewe, anayetakiwa kukupa msaada, anakusalimia, Mama Subi, una habari? Baadaye anakuambia nilikusalimia hujaniitikia, nikajua umenisahau. Sema sijakuona. Kumbe kuna naye kufanya usiwaone watu. Yesu atusaidie sana. Hello. Kwenye mazingira hayo sasa, wazaliwa wa kwanza wengi wanazuiwa namna hiyo. Unaweza kuwa mzaliwa wa kwanza hapa kwa kuzaliwa kwa tumbo au kwa nafasi. Mungu amekupa fedha au Mungu atakupa fedha kufanya kuwa mzaliwa wa kwanza kwenye familia yako. Inawezekana. Hebu sema, katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, ninakataa kuonewa kwa namna ya kiroho kupitia nafasi ulionipa kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, niko mbele zako leo, ninakataa kuonewa kwa aina yoyote kwa jina la Yesu. Amen. Jipigie makofi mwenyewe. Kwa hiyo wazaliwa wa kwanza wengi wanaonewa namna hii. Wengine wanaonewa kwenye laana za maneno, wengine wanaonewa na vifungo vya rohoni. Roho chafu zinawaonea katika kila unalofanya. Unaweza kukuta mzaliwa wa kwanza ana haso sana, ametafuta kazi sana, hajawahi kupata. Kumbe kwa kila mwajiri unapofika,
Ulimwengu wa roho, mamlaka za giza zinakutangulia kwa yule bosi uliyemwendea. Unapokuwa unaongea na bosi, nimekuja bosi, naomba kazi, anakwambia unaitwa nani, umesoma wapi, kwani unaongea vizuri, umesomea mambo mazuri sana na kutafutia kazi. Unapoondoka, kingine kinabaki kumshawishi bosi akukatae. Ndio maana kuna watu wengine wanakwambia sijui, hata sijisikii, sioni kosa lake, lakini sijisikii kumpa, anafanywa asijisikie kukupa kazi. Naomba usimame. Naomba usimame. Jesus. Asante Bwana kwa neema zako na fadhili zako. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Oh, Lord Jesus. Wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili Bwana, nimelipokea neno lako. Nafasi ulionipa katika familia ya uzaliwa wa kwanza, kwa nafasi, kwa sababu Bwana umenichagua mimi ndani ya familia yangu ili nikujue wewe. Kuanzia leo, kila vifungo, kila uonevu na ukataa, na ukataa, na ukataa, na ukataa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba wa milele, najiweka wakfu kwa ajili ya kazi yako. Nanyoosha mikono yangu juu, nanyoosha mikono yangu juu. Unikumbuke siku ya mateso yangu,
siku ya mabaya yangu, siku ya uovu wangu, siku ya anguko langu walilonitengenezea. Ninapunga mikono yangu kuelekea madhabahu yako. Nikumbuke Bwana, siku kama ya leo, tarehe kama ya leo, unikumbuke kwa kulitia jina lako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nitafanikiwa, nitachanua, sitadondoka, sitakufa kabla ya wakati, kwa jina la Yesu. Mimi na familia yangu tumekombolewa. Amen. Shangilie Bwana kwa makofi. Shika sadaka yako mkononi mwako. Nimekombolewa na Yesu. Shika sadaka yako pale ulipo. Kwa bei ya mauti yako nimekuwa mtoto. Nimekombolewa once again. Nimekombolewa.